Kwithira mwendo museisa Mutongoi TV nisialilika mwendoni wa saa monza cia muthenya na umuthini wa thanthatu matuko ni 16 mwai wa katano mwaka wa 2026. Nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti ngiukethia na ngiuthocha nthini wa vilingi wa mauvo twambililie kauntini ya Masaku vala kumana na kwambata kwa matho wa mauta na muno muthemba wa diesel yu akuwa musieni wa Masaku melasimika kuiva mbesa mbingi cia ukui kuyana na mwene kivila wa ngwatanio ya ene ngali cia matatu Masaku na isio imwe cia ilembeta ya Ukamba Onesimus Chaloni kana matho wasu meambata kwa kilungu cha 25 yulu wa jana anikana kuikithia ene ngali Mike na kunika muno uyu kevindani ye namo amama enende maendeye na kukulia silikale yethukisye kiyocho na kumanda nzia ile cia ilite cia kuthesia mautasu. Kutokana na jambo la kuongeza bei ya mafuta na idara ya Apple, sisi tumeweza kuadjust prices sababu ukiangalia kutoka last month mpaka leo sasa, for the last 2 months bei ya mafuta imepanda na kiwango kubwa. Lita ya diesel imepanda na more than 75 shillings for the last 2 months. Kwa hivyo sisi tumechukua hatua, tumeongeza bei zetu kwa different routes na asilimia ya 25%. Ukiangalia hiyo ni tungefaa hata kuongeza na 50%. Lakini ukiangalia abiria wetu wamefinyika, kila mtu anaelewa hali ya uchumi hapa kwa nchi yetu Kenya ni mbaya. Kwa hivyo tumeangalia tukaona the bare minimum ama ile kidogo tunaweza kushirikiana na abiria wetu ili wasifinyike sana na vilevile hata sisi tusiende hasara, tukaona tuweke asilimia 25. Kwa hivyo ukiangalia kama stage ya Nairobi bei ilikuwa ni shilingi 250, sasa imefika shilingi 300. Zile magari ambazo zinapitia kwa expressway ilikuwa ni 300, sasa imekuwa ni 350. Ukiangalia kama kwenda Kitui ilikuwa ni 400, sasa imekuwa ni shilingi 500. So bei yetu tumeadjust na 25%. Na abiria kidogo wanalalamika, tunawaelewa, lakini sababu hata wao wanaona vile serikali inatupeleka, sasa hawana choice, hawana option. Tumekubaliana, tunaendelea kuwaeleza na tunataka kuuliza serikali tafadhali ili waweze kuangalia mambo ya bei. For the first time tumeona bei ya diesel Mwavone makonete mauta ni kanolona imunini wa Musumbi na yundongo ya chama cha DCP Rigathi Gachagua ni waelesya kana wambatu wa mauta mavandhi ya Kenya ndumanite na kaula wende ukusi wa nthi ya Iran kana mathina mawongeleku wa matho wa mauta nthi yonthe indi umanite na President William Ruto na kampuni wa Gulf Energy kwithiwa maikwatiania na kunya mauta kuma nthi cia Middle East vala makwatite usia mwingi muno wa kusesenga a Kenya. Ainena Gachagua ni waelesya tavena kivathukanio kinene cha matho wa mauta ma petro vanthi ya Kenya na nthi ya Uganda na la mauta momesilite vanthi ya Kenya vala lita wa petro utho wana silingi ya na yimwe 88 na Kenya yitho cia maneli ne 14 kwa lita umwe. I do share the pain of Kenyans. Kenya is staring at a serious crisis arising from the new prices of petrol, diesel that have been announced yesterday. And the ripple effect of what has happened is that starting tomorrow, matatus will increase their fares, buses will increase their fares, border riders will increase their charges. Because most industries use diesel, consumer products will go up, and Kenyans in anguish. As we speak, many roads are empty. Kenyans are not able to fuel their vehicles, and we are staring at a national crisis, and things are very bad. And what we must tell the people of Kenya, the crisis that we face of increased prices for fuel, profits that the president and his partners are making from increased fuel prices has been used to purchase tallow oil in Turkana at $120 million. And that is approximately
15.6 billion Kenya shillings. That is why they are in a haste to buy, to increase prices, to make more profit, to be able to buy tallow oil that is in Turkana. And we have also been told, and we have confirmed, that Gulf Energy have created a fake debt with the owners, with the previous owners, who were forced to sell tallow oil to William Ruto and his partners. They were literally forced out of the country. They created a fake debt of $2.5 billion US. And the arrangement is that once this fuel goes to the market, 1 barrel of oil from Turkana will go for $100. And $85 out of that $100 will go towards paying this fake debt. We are left with $15. Those $15, the national government will take 60%, the county government of Turkana will take 40%. There is nothing for Mbunge wa Kiliombunge cha Mwingi Yodhiloni wasiwa kauntini ya Kitui Charles Ngusia Nguna ni wakule serikali ya Musumbi William Ruto kuikithia kana nthini wa mutalatala wa kilovyo ukite ni wasise muno maundu makuthesia mauta na ngalama ya mikalile aiweta mota mbunge ni meunena nisia yulu wa kutheya kwa mathoa aya mauta na muno mutalatalani usu Nguna anene yekiu skulu ni wa sekondari wa Nzuli kuya thana nzau kavindani kakunengane mbasi ya skulu kwisila ofisini wa Kiliombunge kiu wala inge umendie ene ndi kuvoya muno kuthela kwa kao ndi siakati sia umeloni wasua aiwera kana kao o niwo tumite mathoa mauta na alama umaku mambata. Nchi yetu ya Kenya na sasa dunia zima, huyu Trump, tafadhali hii vita tuachane nayo. Tunaumia. Sasa hii ukiangalia bei huko United Kingdom imefika hata 300 shillings. Ukiangalia hizi nchi zingine ziko hapa Uganda, Tanzania, kila mahali bei ya mafuta imepanda. Sisi tunataka nchi ambayo kila mwananchi anaweza afford ile ambayo tunategemea. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka kuuliza kiongozi wetu William Samoei Ruto, hiyo budget ikikuja tuangalie vile tutapunguza hiyo gharama ya mafuta. Asanteni sana na Mungu awabariki. Simeon Kabibi akitichimu the location. CNN Mheshimiwa Mutuse Munene wa President Professor Kithure Kindiki ni wale ananoke wa kanovisi wake withitwe utwaisye wanangiko wa mbesa kwisila savali sia kiseveni kicha umbulone mwandiki muungami ofisini wa munene wa President Moses Ambaruku avikete nzamani osese mbungeni nene na vala walulumililia savali isia ndeke sia Kindiki katikate wa matuku miongole na ile mwai waka 3 na matuku 5 mwai wakana sia 14 na sia tume milioni 8 ndeni wa mithenya yonthe 10 indi milioni na ndeni wa muthenya umwe ukunikili ukililwe ni mwiki munene wa masavu kukonya mitumile ya mbesa cia mwene the Auditor General. There is this long story that came last time. You remember that you appeared before another committee and that issue of 8 million in single one day was used to pay helicopter services. That one card in one day. Maybe being this is the oversight committee, maybe you can clear the air or explain exactly what it was. I appeared before Parliament PAC. It was PAC to answer. Unfortunately, an invoice which was catering for about 10 days from 20... 10 days or 10 trips? 10 days with different trips. Was captured as an invoice because the service provider gave us an invoice. It was highlighted, an invoice which catered for 10 days for various, about 14 trips, totaling to 8 million. There is no way in this country with the government rates one can use 8 million in a day in flights anywhere in this country. And it was not a charter. So what happened was those 10 days were captured,
and then they were beamed as if they were used on one day. It is not on one day. It is between 22nd of March to 5th of April, totaling to 8 million. So it was not, I want to go on record, it was not 8 million used on one day by the Deputy President. It's for those number of days, from 23rd to 5th, and we are able to clear we are able to explain to the park. That is exactly what happened. And I want it to go on record. That is exactly what happened. 10 days, various trips, 8 million. Thank you. Mwesesa mwendo tuamba kwa saudhumo munini tuishokethia ni mauvombe yange ndukathi vasa ni tushokethetie. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita maukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni thakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bawikala wakwambelilia matukunana na mwi wa katano tuikabati kwa kanal ndo kuthengene na ATM ya Equity kung'ethanisa na seja kuthilopi wakele matukuna kenda tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakarato matuku miongwele tui matu stage kwa kinatoa Sako Booking Office kuthengene na Matuma Supermarket wakana matuku miongwele na yemotu ikitui Redcar Mall itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya Mbitine kung'ethanisia na Chamatu Hotel wakatano matuku miongwele na iletu Masako Complex Inn kuthengiane na Automat Supermarket kuthengiane na Bata na wathanthatu matuku miongwele na atatu mulolongo 3Ds Hotel ground floor kuthengiane na Automat Supermarket kwa flyover ya Yellow. Kwa maobombe ange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Lumina International Schools, une waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kuvika grade 9. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba Masako lelo ni wakuma Masako kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithiluloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai webe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiva. Lilikana boarding ya Mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza mwanza nana thandatu itatu itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities.
Wima wamwi ni kimwe kati wa sindu ila mundu wa ile kosa na uito na oinki no sio ukethiwa na ndagitali waku ndagitali muvivithie nende na elesia ulu wa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic. Wini withenwa ni mawuta mutambuko sukali kwambata kana ukathea kwambata kana okuthea kwa ndakame kwalwa ni mutwe utavua kati wa mawu angi maingi oyu usungio waku huyu kwatava kwa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic na yu ndagitali Ndena ni uvangite kana ni withe wandakomana naku kila vandu osoko ulaiva kuve naku kila wakwambililia. Dr. Ndena ethi omboni pau Principal House wakeli ni masaku CCU House vakuve na Sartaj Building Ovama Smart kila wakatatu. Dr. Ndena ethi wa Emali Kindu Mall Guest House na oingi wakatatu ni Tala Ndoki House kila wakana ni Masi Jabulani House na oingi wakana. Dr. Ndena ndethi wa ovau ulu wa Lista Supermarket kila wakatano ni Matu na ni vau New Thika Lodge na oingi wakatano ni Kibwezi vau Kings Guest House kila wathandatu komana na Dr. Ndena wote Morning Glory na oingi wathandatu ni Kitui Signal Garden na oingi Dr. Ndena ndethi wa Mombasa Raha Leo Complex na kila wachumwa ni vau musini wa Ilovi Ruai Dune Plaza first floor room B3 kwa uvumbi yanke kunia Dr. Ndena unene nake kwisila nambari isi ya simu noti muonza ile noti thandatu inya imwe noti itano kenda isu ni 0720641059 kana oingi noti muonza itatu ile muonza kenda muonza ile muonza isu ni 0732279727 lilikana ni Dr. Ndena na niwa Ndena Herbal Clinic. Ni twacokethia mucaisa mwendo na nina uthocha mwene kivila wa ngwatanio ya aimi ya Dramville ila ileluni wa Kangundo kuthii Luvi Felix Maingi Ngui nonda President Ruto vamwe na muvea wa cooperatives kulikila na kwitana aimi aya na muungami wa Kavinda kana liquidator ula ungamitie maundu mangwatanio ino vandu va ilungu ya miaka mbe wa 10 maingi aine na itina waomba no wi mwanya na aimi aya kuyeka ngundo ni wawetakana veandu maende ya kulika na kutoa miundane yo kisioni cha Kamulu obathukanu na miao na kusia aimi maithenge ya miundane yo ila mamandie miaka kauta mevitu vala ingi meukia kwa siamali yo ila ni kiwe under liquidation mwaka wa 2008 na nzia itailite lakini nitwa hii serikali na mwaka wa 2022 nitokie liquidation ya betangwa bado tuyaiza ukwata haki zitu nundo formal liquidator ola ni muthukumi wa serikali bado ni waimie na record zitu na yote ukulia Musumbi William Ruto ula tumwendete pio asiani na mundu uyu witwa Wanjoi miaka cionthe watwikie mundu aitu liquidation na liquidation dai in order amubetange wia nusu nikenda nongi tukwate cheni miundani itwa Dramville be kwi andu ametwa kisungu goons yani andu mako kwata miunda yene na bina pauni tienda serikali twelesi muno na ibo twikuya Musumbi witu au miao serikali lai masako na ilobi matutelesi ngunzi petangwe nikenda memazima Dramville kila mundu akwate haki yake mali itoni ambeya kuoneka nondo mali yaendie na kwesela kwa nsama na chairman wa Kamulu Dramville munda wa Dramville waendie na kubikia yu nitone tano fokomie na I make sure kana cooperative ne atunge wa in the systems. Now we have the certificate, the cooperative is alive kwa uwa kamba alamwisi kana mwena mali ya ni Dramville enda hiyo visine nikenda mwambia kuonywa mali ya ni balai kila kingi ni kukulia ofisi wa Musumbi na ofisi wa county government nondo to your bad in the part of it masako na elenge in Nairobi maofisi on them aslikali na ma cooperative even the CS cooperative ate the CS kwende na company ofisi wa Dramville nondo kubika balo bikie munda wito kana mali wito ne kusioka kila kingi nitukulia serikali itutethese kumia kwa kizungu ala metwa goons ala mozete mali ene ya Dramville
na makanda kuvua andu. Kwa please serikali tueleze hii county government and also the national government. Peter Kimeu from Koma. Tuisonga nambeni kana maofisa mavolisi kwenye Mombasa ni mambe ya musako wa kumino thosya wanda wasya kumila kiki yukaitina wa kwikiwambini kwa mwisililwa wothosya wanda wesesoni ya kumina andawa muthemba wa nicotine ila jitwaiwe sub-county ya Changamwe. Musako nolona twaiwe ni maofisa kuma muvyani wa anti-nicotine unit kuya Magongo noneke yembini Mwanaisha Abdalla Gona na ula ofisa meumweta kana meumukonania kwithiwa ne wotongwete nthini wonyaita wanda waisioni cia Chani Magongo na isioni cia Changamwe. The operation was carried out within Changamwe, Magongo area, where a suspected drug distributor whose name is Mwanaisha Abdalla Gona was arrested. Upon further search on that house, a big catchment of different types of drugs were netted. Among them, there is 300 grams of heroin crystals, 3 kilograms of high-grade skunk, and 200 kilograms of cannabis. Then among them there was assorted needles and syringes which these drug addicts used to inject themselves with the drug. And also among the items confiscated were digital weighing machines and packaging materials. I want to serve a warning here that any police officer, any security officer who is involving himself with matters drug and illicit brews and activity will not be spared. They will also be arrested and charged together with these suspects. Serikali ni yathana ni kutuika muvango wa kwaka ICT hubs nthini wa kila ward no kana kwendesya muvango wa digitization nginya ndwani maofisa muvyani wa mikomukanilye matongiwe ni Minister William Kabogo mavikite mbewa nzame ya mbunge yotuika wa matukwaya ni maweta kuvikia oyu. Serikali ni yandikite maofisa maneli na miongo kenda nthini wa kila kilio mbunge na nimekwandika ngi nthini wa kila ward ethiwa budget ye ni kukwatikana nzame ya mbunge ya ICT yungamiwe ni mwene Kivila John Kiare Moyumbe wa Dagoretti South. My understanding on projects implementation is you start, you implement, and you close. Last time we started constituency innovation hubs. Those were projects that were moving well, financed both by the ministry and the national government CDF. But it seems like they have just been forgotten. When I look at page 9, on item 6, digital hubs, under better, is only 689 million that has been put in. What are you planning with the constituency innovation hubs that you started and you abandoned somewhere on the way? We put our money, you put your money, the constituents are on us that we didn't complete because they know we put our money, and we have nothing to tell them. Chair, from our side, we'll be able to support by ensuring there is connectivity and there is devices. Something, Katibu, you want to tell us that you are not equipping with personnel? There was an initial recruitment of officers who have already been deployed to constituencies. That is true. And they are requesting for additional funding. That is true. For new officers. My concern was when you start a project, when you close on it so that you can move forward. Many of them are left hanging and there is no budget for them. We are looking at all the spaces that now we call digital hubs. This constitutes the former CIH. We are also looking in the markets that are being built today, almost 300 of them. They are also, they have spaces for digital hubs, and we are going to equip them.
In the affordable housing, we have also identified spaces for almost 400 digital hubs inside the affordable housing. And also there was the youth empowerment centers. We are also engaging them to turn also this into digital hubs. So the issue of connectivity will provide connectivity. The issue of devices will provide devices. The issue of human resource, we've already recruited 290. These 290 have been posted across the country. We are making requests for additional, which is chair one of our requests, and this is very important, and it will support you members. If we can get funding, we can recruit additional human resource. In our budget in CDF, we are only allocating for recurrent, but we are not allocating for staff. That means the ministry, you must be committed to deploy staff in every digital hub across the country, whether it's in world level, wherever it is. We want to add additional staff, and this is what we are making requests. Please prioritize budgeting for that additional staff, because this is what will help us.